Halo, mambo vipi rafiki? Karibu tena katika mafunzo yetu ya HTML. Video hii ni mwendelezo wa video iliyotangulia kuhusu input tag. Tulijifunza zaidi ya input tag 5. Kama ukubahatika kutazama video ile, ni kuhimiza ukaitazame, ni video muhimu sana. Kama tulivyosema, umuhimu wa input tag kuzifahamu katika utofauti wake, inasaidia kwa mtumiaji kuweza kuingiza taarifa kwa usahihi na inasaidia kuongeza kasi ya mtumiaji. Leo tutajifunza input tag mbili tu, ambao moja itakuwa ni radio input tag na check box input tag. Utaratibu ni ule ule kwamba utahitaji kuandika input tag ambayo itakuwa ni open input ya tag pasipo kuweka closing tag, kisha utaandika ndani yake hapo type, kisha utaandika radio. Baada ya kufanya hivi, unaweza ukaandika labda break tu. Hii sio lazima, lakini kwa sababu tutakuwa na elements zinazofuata ili kuweza kutengeneza nafasi, tutaweza kufanya hivyo. Kisha tutakwenda tutarun. Tukirani tutaweza kuiona radio input tag ikitokea hapa, na nikibofya hapo mnaona kwamba ina highlight. Kwa nini nahitaji radio input tag? Ni kwa sababu radio input tag inatumika pale ambapo tunakuwa na machaguo mengi, tunalazimika kuchagua chaguo moja au tunahitaji kuchagua chaguo moja katika machaguo mengi. Kwa mfano, unaweza ukaambiwa uchague taarifa, uingize taarifa katika tovuti ambayo inahusiana na jinsia, wakakupa jinsia mbili au zaidi, lakini utabidi uchague moja. Kwa hiyo radio input tag itakuwa ni nzuri, itatumika zaidi katika kurahisisha hiyo kazi ya kuingiza taarifa. Katika kuweza kueleweshana vizuri, nadhani tunaweza tukaandika hapa tukairebo ili iweze kueleweka kwa wepesi. Tuandike rebo, tuirebo hapa. Ya kwanza tuipe mer, ndani yake, na hii ya chini hapa tuweze kupaste, tuipe female, tukienda tukarani hapa utaweza kuona, na hii tuandike radio kama kawaida. Tukienda tukarani tunaweza tukaelewa zaidi kwa wepesi. Hapa zinatokea mbili, na hapa utaruhusiwa kuchagua moja, lakini tatizo lililopo kwa sasa hivi ni kwamba hapa kama nita select hii male, nikiselect na female zote ninaweza kuhighlight, lakini umahususi wa kutumia hizi huwa tunasema ni kuchagua moja katika chaguo moja katika machaguo mengi. Kwa hiyo hapa inabidi nikichagua female male iweze kufuta, lakini kama tachagua male basi female iweze kufuta. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Kwa sababu kuna changamoto, kuna kitu tutakitengeneza hapa ambacho ni swala la attribute ambayo ni name. Lazima uweke attribute name ambayo ndani yake utakuwa na attribute ambazo zitafanana katika radio input zote. Kwa mfano hapa nitaandika gender, lakini hii ya chini yake pia nitaipa name na ndani yake nitaipa gender. Hapo tatizo limekwisha. Kwa hiyo nikienda nikarun, utaona kwamba nitakapochagua moja nikahamisha kwenye nyingine, ile nyingine ya mwanzo itafuta, na nikirudi tena kwenye male utaona female inafuta, nikirudi kwenye female male itafuta. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya input ya radio nimeweka attribute ya name ambayo inafanana. Zote nimeziweka ni name, nimeweka gender kwenye ya kwanza, na ya pili nimeweka gender. Kwa hiyo lazima ichague moja kwa sababu attribute zinafanana. Na kama unataka kupitisha value, lazima uhakikishe unaweka value na ndani yake utaandika value unayotaka. Kwa mfano labda unaweza kusema ni me, na hii ya chini unaweza kusema ni ke. Kwa ukishafanya hivyo, ukisave, kama utakuwa ume connect na database, utakiclick button, basi itaweza kupeleka taarifa ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo kwa mfano hapa ni kama nitakuwa nimeclick male na nikaenda kwenye submit, itakwenda me, na kama nitakuja kuclick kwenye female nikasubmit, itakwenda ke. Kwa hiyo huu ndio umuhimu wa radio input tag. Sasa ipo inaofuata nyingine ambayo inafanana na hii, na ni matumizi yake ni kama naanza kusema ni kinyume chake, ambayo hii ni checkbox. Checkbox inaweza nikasema mimi ni kinyume cha matumizi yake ni kinyume cha radio input tag, ambayo yenyewe hii inakuruhusu wewe kuweza kufanya machaguo kwa kadri unavyoweza. Kwa mfano unaweza wakakupa orodha labda ya mifugo, wakakwambia uchague mifugo ambayo wewe unafuga.
uweze kuingiza kwenye mfumo, labda ni maombi ya kwenye mfumo au unajaza taarifa fulani, lakini wameamua kukupa machaguo ambapo utatakiwa kubofya tu kitufe kiboksi ambacho kitaruhusu hizo taarifa ziweze kwenda. Sasa unaweza ukachagua 2 au ukachagua 3. Hapa ndipo inapokuja nafasi ya input. Hapo utaandika type, alafu kisha utaandika checkbox. Kisha andika hivyo, tayari unakuwa umemaliza. Na hapa tunaweza tukaweka break kama kawaida kwa ajili ya element zinazofuata. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeandika hivi, tunaweza tuka-enable. Tunaweza pia tuka-enable. Kwa ajili ya kuelewa vizuri. Hapa tunaweza tukaipa jina, labda tukasema huyu atakuwa ni paka. Lakini huyu wa chini pia tunaweza tuka paste. Huyu tukamuita sungura na huyu tukaita kuku. Baada ya kuwa tumefanya hivyo, ndani tutakachofanya ni kubandika tu checkbox kwenye attribute ya type, na hapa pia tutaandika checkbox. Value tutaandika kama ambavyo zime majina yake. Hapo tutaandika value, ambapo hapa tutaandika paka, na hapa chini tutaandika inayofuata, tutaandika sungura, na itakayokuwa ya mwisho itakuwa ni kuku. Sasa ukienda ukasave na ukarani, utaona zinajitokeza hapa. Hapa tumeshaandika ile title chaguo. Sasa hapa tumeshapewa machaguo mangapi? 3. Unaweza ukafanya chaguo moja kama ndivyo unavyohitaji wewe, au unaweza ukasema na chukua machaguo mawili, au unachukua yote. Kwa hiyo naweza kusema kwamba checkbox input inakuwa kama ni kinyume. Kwa kawaida inatumika kwa kinyume, kwa kuruhusu kwamba mtu afanye machaguo mengi zaidi kwa kadri anavyoweza, kutokana na ombi ambalo ameletewa kwenye mfumo, kwamba labda fanya machaguo ni mambo mangapi labda unahitaji au vitu gani unakubaliana navyo. Basi hii ni nzuri unapoitumia, kwa sababu itaruhusu mtu kuingiza data zaidi ya, inaruhusu kufanya machaguo kwa kadri mtu anavyoweza. Lakini upande wa radio inakuwa kinyume chake, ambapo utahitaji kuchagua moja katika machaguo mengi. Kwa leo niseme inatosha. Nachoweza kuomba ni kwamba unaweza ukafanya mazoezi kupitia mara kwa mara, kwa sababu utakavyoitumia mara kwa mara ndivyo utaweza kukumbuka. Mimi nimesoma muda mrefu sana, lakini sijaweza kusahau, kwa sababu HTML ni nyepesi, ni swala la matumizi ya mara kwa mara. Na hata kama ikitokea ukisahau, ukijaribu kupitia kidogo, inakuwa ni nyepesi sana. Hii ni markup language, ni lugha ambayo ni nyepesi sana. Niseme kwa leo inatosha. Nachoweza kuomba tu uweze kusubscribe, kushare, ili wengine waweze kupata maarifa kama ulivyoweza kupata. Lakini pia usisahau kulike na usisahau kubofya notification, ili nitakapoweka video nyingine uwe wa kwanza kufikiwa. Asante sana na nikushukuru. Tuweze kuonana katika video inayo